Tuondoke bwana dada. Hebu niache. Dada, unajua sija kuvunjia heshima. Toka kumsikiza neno la mwisho mama. Sasa kama unataka kunivunjia heshima, naomba uniguse. Dada, mama amefariki. Kwa hiyo ipo kwa sababu wenyewe sio watokaji. Kumbe sio watokaji. Sisi samani. Naweza kuongea nawe pembeni. Please, naomba naongea nawe. Afue naye. Sasa siongee tu hapa, kuna shida gani? Ni jambo la muhimu la maana dada, tufanye chapu. Hebu njoo pembeni dada. Hebu niache, kama ujisikii kuongea hapa wewe niache tu. Okay. Dada, nimepigwa simu ya dharura. Nilikuwa nipo kazini. Kwamba mama yetu yupo mahututi. Amelazwa, anatomba watoto wake wote. Ana neno na sisi. Nakuomba dada, mtoto tukamsikilize. Please, tufanye chapu basi. Hivyo unakiri? Wewe nimepigwa simu na jirani. Unakiri timamu kweli wewe? Sasa huyo mama kama alikuwa anataka kutupa neno la mwisho sisi watoto wake, angetuacha wakati tuko wadogo. Mama yetu ametoka sisi tuko wadogo, ametutelekeza na usichokijua. Mimi ndo nilikuwa dada mkubwa kwako. Hivi unajua ulikuwa mpaka uko kwako leo mpaka sasa hivi umekuwa hivyo. Mimi ndo mtu ambaye nilisimama na wewe kama baba, nilisimama na wewe kama mama. Dada, tumeacha tuko wadogo. Sawa? Najua tumepitia wakati mgumu, tumeteseka, tumehangaika, lakini mzazi ni mzazi. Twende kumsikiliza, tutapata laana. Nisikilize nikwambie. Kama kuna laana, acha tu ilipate. Ila siwezi kufanya huo upumbavu. Laiti kama angekuwa anatupenda sisi watoto wake, asingetuacha. Tena usinikumbushe. Lakini mkubwa akosei. Mzazi lakini. Mzazi ni mzazi. Mzazi ni mzazi, mzazi akosei, haijalishi anafanyaje, lakini ndo kashakuwa mzazi, ndo yeye ndo kakuzaa, yeye ndo katangulia. Siendi popote. Lakini sio watoto wenyewe tuko wawili, mama yeye alikuwa na kazi yoyote, baba kashafariki. Shangae ndo sababu. Ni shetani tu alimpitia. Naomba tukasikize neno la mwisho anikwambia nini. Nakuomba. Nisikize nikwambie. Sidhani kama mama yetu mpaka leo yuko hai kama alikuwa hali chochote. Hicho ambacho alikuwa anakula yeye ilikuwa ni radhi kabisa na sisi wanawe tule. Kulikuwa na maana gani kutubwaga? Alafu usije ukanikumbusha machungu. Najisikia vibaya sana. Sitamani kabisa kumsikia. Kama unaenda nenda mwenyewe. Naomba usinishirikishe katika hilo. Unajua ni muda nimepigiwa simu. Nimekimbia, nimekutafuta kila kona. Nimekuja kumwambiwa na mwajibu kumbopo. Hebu tuondoke bwana dada. Hebu niache. Dada, unajua sija kuvunjia heshima. Toka kumsikiliza neno la mwisho mama. Sasa kama unataka kunivunjia heshima, naomba uniguse. Hebu mshaulini basi. Hayo mambo ya familia, ndugu nyie. Nisikizeni wewe, tena nyamaza kimya. Haya ni mambo ya familia yangu. Atupigi umbea hapa. Mimi nakwambia amefariki. Dada, mama amefariki. Kwa hiyo mama amefariki. Shoga yangu, hebu nenda. Mama. Lazio. Sasa nakupa baba tambia ndo nakwambia. Sapi cha nzuri. Mamangu. Mamangu mimi. Ndio unajukupata wewe. Pole mdogo wangu, pole. Mamangu na dada una wewe nenda tu kazi kwa mwenyewe. Mamangu. Dada una nguvu wewe. Wewe unakuja kukuua. Kama mama ndio tunakwenda kusukuma maneno ya mwisho anakuja kufikia. Hebu nisikilize wewe. Sikilize Zuu. Utakuja ujiute baadaye. Nisikilize Zuu. Hivi unajua hizi familia zina siri kubwa sana. Sio kwako tu, familia zote ndio siko hivyo. Sawa. Huenda labda hakuwa na uwezo. Huenda labda hakuweza kumudu mahitaji ya kutulea sisi. Lakini kwa nini angetalitutupa? Hebu kama mjui jamani, naombeni tu mniache. Hii mimi ni familia yangu na aliyefariki ni mama yangu mimi na siwezi kumsamehe. Yaani hata kama ndio siwezi kumsamehe. Anaweza katelekeza mimi na mdogo wangu. Mnajua tulikuwa katika mazingira gani? Hayo yote yaache kwanza.